Mara ya mwisho nimewasiliana na MC Pilipili ni siku aliyofariki. Saa 12:35 alinitumia ujumbe ya kwamba nakuja Dodoma, nina shughuli leo hapo na nitaomba baada ya kumaliza shughuli hiyo tuonane tukazungumza kidogo mambo mengine ya kwetu sisi. Nikamwambia basi sawa, tutaonana kwa wakati huo. Bahati mbaya sana hiyo ilikuwa ni asubuhi sana, saa 12:35. Saa 9 nikapokea simu nikijulisha kwamba MC Pilipili amefariki. Kwa kweli mimi nilishtuka, nikapokea kwa mshtuko mkubwa sana taarifa zile, na ilinilazimu kwenda mwenyewe mochwari kwenda kuhakikisha hicho ambacho kinasemwa. Kwa hiyo nilifunga safari hapo hapo kwenda mochwari, na kufika pale kweli nikamkuta MC Pilipili yuko pale. Sasa nikaamini kwamba ni kweli ametutoka. Lakini huo ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho kwake kwangu. Kwanza alinipongeza kwa kuanza kutekeleza ahadi za wananchi katika jimbo la Mtumba, na akanipongeza kwa kuapishwa kwa mbunge, na akaniambia tutakuja tuzungumze, lakini bahati mbaya ndo hatukufanikiwa kuonana naye na imetokea hivyo ilivyotokea. Tutamkumbuka sana MC Pilipili kwa mambo yafuatayo. Kwanza, mcheshi, hakuwa na majivuno na hakuwa mchoyo wa maarifa. Alijitahidi namna yote ambayo anaweza kuwainua na kuwashika watu mkono, alifanya hivyo. Lakini la pili, namkumbuka kama mtu ambaye alipata mafanikio na hajawahi kuikana asili yake. Alijivunia Dodoma, alijivunia kuwa Mgogo. Ndio maana katika baadhi ya shughuli zake nyingi sana alikuwa mpaka anaimba nyimbo za Kigogo. Ile sea alibadilisha kuwa sea ya Kigogo na nyimbo zingine nyingi sana. Maana ni kwamba watu wengine wengi wakipataga mafanikio huwa wana tendency ya kukana uhalisia wao. Ya kukana uhalisia, alikumbatia uhalisia wake na alijivunia sana Dodoma, na alikuwa anatamani kuona Dodoma inazidi kukua zaidi. Ndoto ambayo alikuwa anatamani kuiona ikitokea. Asante sana mheshimiwa. Shukrani wako katika ujenzi.